ODM. ODM. Asante sana kwa heshima ambayo mmetuonyesha Bwana Madhenge, kwa niaba ya wote ambao tumefika hapa kutoka kwa chama cha ODM. Nataka niseme asante sana kwa kutukaribisha na chakula kizuri ambacho umetuandalia. Huyu mzee Madhenge ndiye anajua siri ya Mluya. Nimeona hiyo ugali ilikorogwa na mtu anaelewa kazi ambayo anafanya. Na hiyo kuku nimesikia ni kama ya kwetu. Ni kuku ya nyumbani ya ukweli. Kwa hivyo nataka kusema asante sana na jamii nzima yako kwa kutukaribisha hapa kwenye boma lako. Nitakuwa mfupi sana, alafu niwakaribishe viongozi wa chama wa hapa mashinani walioko hapa. Tumekuwa tukifanya hafla hizi kwa ajili ya kuzindua uandikishaji wa wanachama katika maeneo mengi hapa Kenya. Nataka nianze kwa kusema kuna kijana moja hapa ameniambia mambo ya car wash. Sijui yako wapi? Car wash yako hapa. Ameniambia Brayo. Haya. Brayo kuja yako wapi? Nairobi tunaitanga Yobra. Haraka Brayo, haraka bana, wewe ni kijana, changamka. Brayo, car wash yenu inaitwaje? Inaitwa kwa dhambi car wash. Iko na deni ama ni nini huyu jamaa alikuwa ananiambia? Iko na deni. Ya pesa ngapi? Ya 30,000. Ya nini hiyo? Mlichukua mali ya nani? Mali unajua hii Kenya venye niko mbaya, lazima tukopa mashairok manini, sasa ndio tukacheza na rada. Haya, baba ameniamurisha hiyo deni nilipe leo hii kabla nitoke hapa. Na unajua baba akisema mimi nafanya. Sasa Brayo, nikimaliza kuongea ukuje hapa tumalizane na wewe, pesa 30,000 ya car wash yenu. Asante sana. Alafu kuna kwaya imeimba hapa wimbo, baba ametoa amri ya pili. Amesema huo wimbo ambao umeimbwa na hiyo kwaya ya Baba Ututetee, it has captured the imagination of the people here. It represents the voice of the people of Kenya. Amesema tukienda mikutano ingine yote, huo wimbo ndio utakuwa unatumiwa kama official wimbo wa chama cha ODM kuwakilisha kilio cha wananchi wa Kenya. Si wameimba vizuri? Kwa hivyo mimi kama katibu, baba akiamrisha nafuata. Haya, baba, tumesikia kutoka kwa midomo ya hawa ndugu zetu wao wenyewe. Jana nilikuwa katika runinga moja, nikasema Ruto ni muongo, wakasema Sifuna ni kijana mwenye kukosa heshima. Nataka niulize hapa Meru, mtu akisema kitu ambaye si kweli, wewe mnaita aje? Semeni asikie. Kitu ambacho mtu amesema na si ukweli inaitwa nini? Haya, huku kwenu ati mtu ambaye ni mzee akisema uongo unanyamaza tu? Mtu ambaye ni mzee kukushinda akisema uongo unafanyaje? Si unamwambia hiyo ni uongo? Sasa nataka kuuliza hapa, mtu akisimama aseme akiweka Biblia chini baada ya siku 7 bei ya unga itashuka na isifanyike, hiyo inaitwa nini? Inaitwa nini? Akisema serikali yake itakuwa ya mama mboga, bodaboda na watu wengine wa chini, alafu akiingia anatafuta mandugu zake na marafiki zake wa dosi, anawapatia hizo ministries zilikuwa za mama mboga, hiyo mnahitaje Meru? Mnahitaje hiyo? Akisimama aseme kila soko na kila kijiji itakuwa na internet ya watoto hapa, vijana wetu ukitaka kupiga simu hautakuwa unatozwa pesa yoyote. Hapa Meru mnaita nini hiyo? Inaitwa nini? Akisimama aseme serikali yake nusu itakuwa ya kina mama, aingie aweke marafiki zake kutoka Kalenjin, wa baba tupu, hiyo mnahitaje huku? Sasa mimi kama Sifuna nikisimama niseme Ruto ni muongo, nimekosa heshima? Mtu muongo ni nini? Muongo. Haya, ako na ule advisor wake wa mambo ya kiuchumi anaitwa David Ndii. David Ndii alisema Ruto ni muongo na ukimwamini wewe ni mjinga. Nataka mrudie nyuma yangu. Ruto ni ukimwamini wewe ni mjinga. Nimeona watu wamejitokeza hapa wenyewe wakasema walimwamini, kwa hivyo wao ni, lakini wameokoka leo baba. Wamekuja kusema wana regret kwa nini walikubali, si ndio? Kwa hivyo sisi tunataka kama wanachama ODM
kama katibu mkuu wa chama, nachukulia seriously sana mtu akijiita mwana ODM kutoka hapa Meru. Ukijiita mwana ODM kutoka Mlima Kenya, sio the same na mwana ODM wa Kisumu. Kukuwa mwana ODM Kisumu ama Nairobi ni rahisi sana. Hawa ndio watu ambao baba inatakiwa tuangalie kabisa. Kwa sababu hawa ni wale wako kwa mdomo ya simba yenyewe. Hapa ndio uonekane umevaa hii orange. Hapa Mlima Kenya inamaanisha wewe ni mwana ODM wa kweli. Nataka tuwapigie wana ODM wote wa Meru hapa makofi. Na unajua tangu chama hiki kianzishwe hapa Mlima Kenya, najua mmepigwa vita sana. Mulikuwa wengi, kuna sura zingine nilikuwa naona nikija Meru leo sizioni. Lakini nyinyi ambao mmebaki inamaanisha you are true soldiers wa baba Raila Amolo Odinga. Baba, ukitaka kujua hawa wa Meru wa ODM wanapigwa vita, katika ile list ya 47 counties, registration ya membership ya ODM hapa Meru iko chini sana. Na sio kwa sababu hawa jamaa hawaweki bidii. Hawa wako kwa mdomo ya simba, wanapigwa vita mchana na usiku. Umesikia hapa wakisema kiongozi fulani angekuwa akuje, lakini wamemtisha. Akikanyaga hapa tu wanamchukulia nidhamu. So out of the 47 counties baba, Meru is number 46 in the registration of membership of ODM. Na ukiangalia wapiga kura county ya Meru ni 334,000. But we have only registered 13,000 members of ODM in Meru. Sasa mimi kama katibu nataka kukuomba baba, wewe niwaachilie, nipee hawa ndugu zetu nguvu. Kwa kweli inatakiwa nguvu zaidi na peanwa pale vita ni vikali zaidi, si ndio? Kwa hivyo wale wamesema tutembee Meru, nataka niseme kama SG leo, hata kama baba ameenda kwingine, kule penye kuna vita ndio unatuma majenerali, si ndio? Nataka uniruhusu baba tuweke kikosi cha majenerali wa ODM. Tuanze na katibu mkuu Bwana Sifuna, tuongeze Babu Owino, tuongeze John Mbadi, tukuje na wao hapa katika kaunti ya Meru ili tuweze kuinua usajili wa ODM hapa Mlimani, si ndio? Wangapi wanakubaliana na hiyo? Asanteni sana wana Meru. Nataka kwa kifupi baba nimkaribishe yule ambaye atatutambulisha kwa viongozi wa chama ambao wako hapa wa mashinani. Na baba amesema nitawapa nafasi watu 4. Mwakilishi wa vijana kutoka mashinani, mwakilishi wa kina mama kutoka mashinani, mwakilishi wa wale ambao wanaishi na ulemavu, alafu vice chair wa county coordinating committee atatumalizia. Na kabla ukuje ama usimame kuzungumza, nataka utatuelezea mbali na yale ambaye nimesema, changamoto gani ambazo unapitia kama kiongozi wa chama pale chini, ndio daktari ambaye ameketi hapa aweze kukupatia dawa inayohitajika, si ndio? Sasa baba, kwa constituencies zetu ngapi hapa? 9 za kaunti ya Meru. Kuna wale ambao kwa usajili wa wanachama wamejaribu sana. Na mimi wanavonijua Nairobi wananiitanga waziri wa sherehe. Wale wamefanya vizuri zaidi na wapiga kitu. Na kupiga kitu, si ndio? Wale wamevuta mkia Meru mnafanyaga aje? Wale wamevuta mkia wanapigwa kiboko, si ndio? Haya, nataka nisome hapa. Na hii inatoka kwa sava ya chama, sava safi, si kama ile ya Chebukati. Number 9, wale wanavuta mkia kwa usajili wa wana ODM hapa Meru ni Imenti Central. Wao ndio number 9. Wanafuatiwa na Buri constituency number 8. Alafu hapa mlisema tuko North Imenti. North Imenti ndio number 7 baba kwa registration ya members. Alafu tunakuja number 6 South Imenti. Number 5 Tigania West. Number 4 Tigania East. Kuanzia number 3 mpaka number 1 hawa ni wa jackpot. Sema jackpot. Pesa ya SG hawa ndio wanakula. Number 3 Igembe Central. Wako hapa? Kina nani wa Igembe Central? Msianze kuclaim nyinyi wa Igembe Central na nyinyi watu wa Imenti. Ni nyinyi. Hawa kwa sababu wamefanya kazi mzuri sana. Ni wapige ngapi? Wakule ngapi? Hapana, number 3 wache wakule 10,000 ya SG. Hivyo tu. Haya, number 2 Igembe North. Pigia Igembe North makofi. Igembe North mko hapa? Haya, hawa nitawapatia 15,000 ya SG. Alafu number 1
Igembe South. Pigia hao makofi. Hawa naona watu wanajiingiza Igembe South na ziwa Igembe South. Watakula 20,000 ya SG. Sasa wako hapa Igembe South, chairman. Haya. Kwa hivyo nataka kwa haraka sana, vice chair, njoo ututambulishe kwa viongozi wa hizi constituencies ambao wako hapa kwa haraka sana. Alafu tutaenda kwa kipindi cha mazungumzo kwa wale wawakilishi wanne ambaye nimezungumzia. Twende kazi. Thank you.